nilianzisha soko pale Ukunda. Nilianzisha soko ambayo kandarasi hiyo ni ya mama mwenyewe, ndio yule ambaye amepata hiyo kandarasi ya milioni 200 kujenga soko. Jana pale Ukunda. And I was very proud. Nilifurahi sana wakati nilijua ya kwamba kina mama wamejitokeza. Na sio tu kutafuta ile biashara ya 200,000, 500,000, milioni 2. Sasa kina mama ndio wamesonga. Sasa ndio walikuwa najenga hiyo soko. Na niliambia yule ambaye anasimamia, waziri wangu Alice Wahome, ambaye tena nimemteua asimamie sekta hiyo, na pia yule principal secretary wetu, ya kwamba kina mama wapewe nafasi hasa katika program, kwa sababu tunajua ya kwamba what men can do, women, I'm told, can do better. They can do better. So kuna hizo nafasi, lakini najua ya kwamba hazijakuwa za kutosha. Vile vile umesema kuhusu mambo ya affordable housing. Affordable housing ni program ambayo itampatia mama ule hata wa chini. Unajua watu wengi wananiuliza, wewe bwana ulizungumzia sana mambo ya mama mboga, lakini hatuoni mama mboga kwa program zako. Wacha niwajibu hivi. Kwanza, tunajenga soko 400 Kenya ya wakina mama mboga. 400 markets across Kenya. Jana peke yake nilifungua soko pale, nilianzisha soko pale Kinondo, pale Ukunda. Kuna County Aggregation and Industrial Market pale Zombo, kule Lungalunga. Weekend hii peke yake nimeanzisha soko 4. Ingewezekana kwa sababu mama mboga anaweza kulipa shilingi 3,000 na apate nyumba, na hiyo nyumba ikuwe yake. Number 3, nimeweka program ile ya Universal Health Coverage, ambaye pia itampatia nafasi mama mboga aweze kuwa na bima ya afya. Kila mmoja wetu ajisajili, and we are going to make sure that even women in our markets can have access to universal health coverage, and they too can be members of the Social Health Insurance Fund. Either they pay between 200 and 300 shillings, or those who cannot afford, the government of Kenya will pay for them. So in my mind, I have kept mama mboga as part of my plan. Naambiwa ya kwamba muda umetupa kisogo. Hiyo Kiswahili sijui nimeishika vizuri. Haya, tupatie vijana. Haya, kuna mama na ni kijana hapa. Amelete fujo kweli huyu mama. Mpatie microphone. Ai. President, ungeenda bila kunipa mic bwana. Kwa majina naitwa Aisha Mohamed na natoka Kisauni. Swali langu ni lile ambalo limeulizwa na dada pale kuhusu National Youth Council, Madam President. National Youth Council was established in 2009. To date, we have seen little progress on that particular institution. And why, Mr. President? I'll give you 2 things. 1, because of lack of political goodwill and goodwill from your side. And the second one is because of hakuna pesa kwa National Youth Council. Budget yao iko less than 100 million, Mr. President. And I want this to be part and parcel of your own dream thing that you'd want to do. How do we ensure that we reignite National Youth Council? Elections za National Youth Council zifanyike. Utupe timelines, Mr. President, because as young people, that is our institution. That is where our voice is at. And if that voice is voiceless, then we don't have a voice, Mr. President. Thank you very much. Thank you very much, Aisha. I can see why you wanted the microphone. You are very passionate about it. I think Lucy has also, from the universities, had asked me. I think the issue we have had with the National Youth Council is that many people see it as a government thing. We need to divorce it
from being a government thing so that it becomes a youth, a youth council, and let the youth have a final say without the government influencing what the youth want to do, or politicians influencing the outcome of the youth elections. I am open to ideas on how we can reconfigure the youth council. And I really want young people to tell me how they want it done. I am ready to spearhead. So I don't know how we're going to do this together. Maybe I will ask some of our university students to provide leadership, maybe have an engagement with me, maybe in the course of the next 2-3 weeks, and then we agree on how we are going to set up that youth council, not to be the preserve of university students, but to just collect ideas from them, and then we see how youth from all levels, including the Mashinani youth, can become part of that. And let me give you, you told me, I must give you timelines. Hey, Aisha umenikasa sana. Hey. Yeah. Okay, Aisha. So my staff, do I have somebody from my office who can take it up? Between maybe Mohammed, will you take that up? So that in the next 3 weeks we have a meeting of the young people, and then they tell me how they want to take this forward. Finally, let me give to this good girl. Asante sana. Yes. My name is Leila Sharif. Asante sana Rais kwa kufika Mombasa. Leila Sharif. Swali langu ni kwamba hapa Mombasa tuko na stadium, Mombasa Municipal Stadium, ambayo miaka nyingi haya operate, na kuna mashule mengi, we have special events every year from different schools, primary and secondary, and it's a special place for Mombasa people. It's one of the biggest stadiums. So if we can have you tell us, when can we have this stadium constructed and ready, inshallah, for the youth and the children, because this also keeps our youth busy, and ni mahali ya mazoezi, watakuwa pia less in other things that are not good. Thank you. Okay, there's another girl here who wants to say something. Thank you. Karibu sana Mombasa, Mr. President. Kwa majina naitwa Ramla Nasib, ni mkazi wa Kisauni. Ramla. Yes. Sasa, sisi kama vijana, tumekuwa tukitafuta kazi. Kuna wenzangu wengi wametaja kuhusu lack of employment to youth. So, katika civil servants, most of them, from my observation, that is, ni wazee ama ni watu wazima. Alafu sasa, from huyu kijana kitamboja apate kazi katika hiyo civil servant, maybe amekuwa mzee. So, how about we introduce an early retirement to the civil servants, so that sisi vijana tuweze kuexperience, tuweze kupata nafasi hapo kwa gava, ndo tuweze kuexperience kwamba how the government tests, you know? That is one. Two, kuna job security pia haiko sawa in Mombasa and any other part of Kenya. Na pia vijana wengi wetu tumesoma, but it took us years to graduate simply because hakuna pesa za kusoma. You see, struggle for us to reach where we are, and then ukifika hapo mahali umegraduate, you have that degree, unakuta kwamba hauna kazi. So you've been struggling all your years to graduate, and now you're struggling to get into that job security. Sasa, sisi kama vijana, I would say, I personally am traumatized. Kwa sababu kila nikikaa nafikiria vile nilistruggle kumaliza shule, and now I'm really struggling kupata kazi, niseme kwamba yes, my mom had done something, so lazima apate appreciation, you know. So, how about you introduce maybe support centers,
is maybe psychological support centers where watoto kama sisi wenye tuko traumatized in that line of work tuweze kupata support, you know, yes, from the experts. Sawa, thank you. Sawa Ramla and sawa Leila. Let me start with Leila. Leila ameniuliza kuhusu stadium ya Mombasa. Tulikuwa na mpango ya stadium ambazo tumejenga different parts of Kenya. Watu walikuwa wanani accuse sana kwamba hizo stadium hazikuwa zimekamilika. Sasa tumekamilisha zote. Sasa ile imebaki sasa, hii ya Mombasa ilikuwa na matatizo kwa sababu kulikuwa na kutoelewana kati ya national government na county government ya Mombasa. Lakini sasa tumepata maelewano. Na tunapanga sasa badala ya kujenga stadium ndogo, tumesema kwa sababu Mombasa ndio city yetu ya pili kubwa Kenya, tujenge stadium yenye iko kiwango ya juu kidogo. Sio kama zile zingine. Kwa sasa concentration yetu iko katika kukamilisha stadium 4 ambazo tutatumia kwa AFCON. Nyinyi mnajua Kenya, Uganda na Tanzania tulishinda hosting ya AFCON in 2027. Kwa hivyo concentration yetu kwa sasa, we want to complete the 4 stadia that will be used by AFCON. That is where we are committing most of our resources. Lakini Leila amesema after we look at the completion of those 4, Mombasa, we have already assessed. Maybe we are going to build a bigger stadium in Shanzu or in a place where we'll agree with the county government of Mombasa. So, Leila, it's in our plan. Na nakubaliana na wewe itasaidia vijana wa Mombasa. Ramla amesema ya kwamba vijana wengi wanafanya bidii, wanamaliza shule. Alafu kumaliza shule na bidii yote tena inatokea shida ya ajira. And it is the reason, ndio sababu Ramla, umesikia nikisema hapa, na nimeongea kwa kirefu, kwamba ni kweli. Kwanza mimi, kazi yangu ya kwanza ni kuchaguliwa mjumbe. Ndio nilipata mshahara, the first salary I ever got. You know, I just struggled like many of you who did not get a job. So, I know what it means not to have a job. Na ndio nataka nikueleze ya kwamba ndio sababu unaona nafanya bidii kuhakikisha kwamba kuna mipango ambayo itapatia ajira vijana wa Kenya. Ramla, nataka ujue hivi. Haitawezekana kwa serikali ya Kenya kuajiri watu wote. In fact, it's not possible for government of Kenya to hire people. We can only hire teachers, doctors, accountants, watu wafanyikazi wa serikali, lakini wachache. Watu wengi ni serikali kutengeneza hali ambapo itatusaidia makampuni, viwanda, yale vitengo mbalimbali watupatie nafasi za ajira. Na ndio sababu unaona ninafanya bidii kuhakikisha kwamba kuna programs za serikali, vile nimesema housing. Kwa mfano, ukiona gazeti ya juzi, last week, tulikuwa na nafasi 4,000 za kazi katika program yetu ya housing. Hizo nafasi 4,000 ni za professionals, wale wa kutoka TVET, wale wa kutoka university, watu ambao ni QSS, watu ambao ni architects, watu ambao ni engineers, different categories in that space. Kulikuwa na nafasi hizo kwa serikali, lakini watu wengi wataajiriwa na makampuni. Na ndio sababu tunafanya bidii kuhakikisha kwamba kuna hali ambapo kampuni nyingi zinaweza kuegeza katika Kenya. Wakiegeza Kenya ndio wataajiri wa Kenya wengi. Ndio unaona tunafanya bidii kuzuia yale products ambazo zinatoka nchi zingine ili tusitengeneze na kampuni za Kenya. Kwa sababu kampuni za Kenya zitaajiri wa Kenya. Ndio unaona tunafanya bidii in all those areas nimetaja hapa. Digital space,
export of labor, housing, program on industrialization, program on export processing zones,